wastaafu wengi sana unakuta umejenga mjini hapa, lakini ikifika muda wako kustaafu umekaa nasema naishi Sinza, niishi miaka 20 pale 25. Ikifika wakati wa kustaafu unaondoka unaenda Njombe kijijini kwenu kule, unasema bwana, mimi ndo naenda kustaafu. Wako mjini sasa hivi sinaishi. Nikwambie, mahali ulipokaa ukatengeneza undugu, ujamaa, urafiki kwa miaka 30, alafu uondoke uende ukakaa kijijini hapo, hakuna mtu anakujua, hamna marafiki ambao unashiriki nao ambao mnaweza mkapiga story, inatengeneza stress. Kwa hiyo angalia na wafanya relocation wakati mstaafu, unaenda kwenye hicho kijiji ulikuwa unaendaga, kuna watu unafahamiana nao kule, au ndio unaenda kujichimbia kwa muonekano wa Dodoma, kwa sababu umeshafika pale, kuna mazingira yako mawili, unalisha nyumba kidogo pale kijijini, watu wanakuona sasa wewe ndio boss. Kwa hiyo na ukisimama kwenye michango ya kijiji unashangaa tunatoa 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, wewe unaona kama vile ni maana ya maendeleo. Nasema nitatoa 1,000,000, kumbe ndio pensheni unakula, nitatoa 1,000,000, na wanapigia makofi wanakushangilia pale, na wanakuambia kwenye uchaguzi unaofuata jina lako litaenda. Sasa ushakutana nao wajumbe tena, ulisha pale, mwisho wa siku kakata na kamati kuu unazidi na wameshakula. Kwa hiyo angalia sana jamii unayoishi nayo leo. Kama una plani kufanya relocation kutoka sehemu unayoishi sasa hivi utaenda kustaafu sehemu fulani, anza kujenga yale mazingira sasa. Jenga nyumba, jua majirani pale, jua namna ambavyo watu wanaishi, jichanganye. Ukienda hautokuwa mpweke, hautojitengenezea mazingira yako. Watu wanadhani kusogea maeneo ya kijijini atapunguza gharama, lakini pia ataweza kutengeneza maisha mengine mapya. Lakini jamii unayozunguka nayo hii wana mchango mkubwa sana katika kujengea ile mental well-being.